Wakati akiwa anakula, Ellie ghafla aligundua jambo la ajabu. Mwanamke mjamzito aliyekuwa amekaa mbele yake alikula piti moja ndogo tu ya jelly bean, lakini uso wake ulijikunja kwa namna isiyo ya kawaida, kana kwamba alikuwa akipata maumivu na kali. Ellie alishtuka sana, lakini sekunde iliyofuata mwanamke huyo alirudi katika hali ya kawaida, kana kwamba hakuna kilichotokea. Hofu ilimjaa Ellie kiasi kwamba waliinuka ghafla na kiti kikaanguka chini kwa kishindo, jambo lililowafanya wafanyakazi wa kituo hicho kukimbia kumuuliza kulikoni. Hata hivyo, Ellie alijifanya hakuna tatizo, lakini usiku huu alianza kutafakari kila kitu kilichokuwa kikiendelea ndani ya taasisi hiyo na kugundua kwamba kila mtu humo alionekana kuwa wa ajabu sana. Kwa hiyo alimgeukia mwenzake Rose na kumuuliza upande gani wa kitanda mume wake alikuwa akilala. Rose alibaki kimya kwa muda kabla ya kusema kuwa alikuwa amesahau kabisa. Alijitahidi kukumbuka lakini hakuweza. Ellie naye aliganda kwa mshangao kwa sababu hata yeye mwenyewe alikuwa amesahau jambo hilo rahisi. Mtu mmoja kusahau lingeweza kuwa jambo la kawaida, lakini watu wawili kusahau kitu kama hicho kulionekana kutisha. Siku iliyofuata Ellie alitembea bustanini na alipokuwa amekaa kwenye benchi alipokea kijiti na kuchora umbo la mnara wa Eiffel ardhini. Ghafla akasikia melody tamu ikilia hewani na muda mfupi baadaye Rosie pamoja na mwenzake wakafika na kumweleza kuwa sauti hiyo ilikuwa ishara kwamba mwanamke fulani alikuwa karibu kujifungua na chumba cha kujifungulia kilikuwa ndani ya jengo refu lililokuwa mbele yao. Rosie pia alimwambia kwamba kila mtu mpya anayefika kwenye kituo hicho hupelekwa kutembelea maeneo yote muhimu ndani ya taasisi hiyo, lakini Ellie hakukumbuka kabisa kuwa aliwahi kuonyeshwa sehemu hizo. Kwa ombi la Rosie, mkuu wa kituo hicho aitwaye Victor alimpeleka Ellie kwenye chumba cha kujifungulia. Ellie alipokiona alishangaa kwa sababu kulikuwa na kitanda kimoja tu cha kujifungulia. Akauliza ingewezekanaje ikiwa wanawake wawili wangeanza kujifungua kwa wakati mmoja, lakini Victor alimjibu kwa utulivu kwamba kila kitu kilikuwa tayari kimepangwa na hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Baada ya hapo Ellie alipelekwa katika kituo cha ushauri wa kisaikolojia. Alitaka kueleza kile alichokiona siku iliyopita, lakini kabla hajaanza kuzungumza, daktari wa akili alimuuliza kama alikuwa akimeza jelly beans zake kwa wakati. Ellie pokubali, daktari huyo atabasamu na kumwambia kuwa akihisi msongo wa wasiwasi, angeweza kuelekeza akili yake kwenye shughuli anayoipenda zaidi. Lakini Ellie hakukumbuka hata kile alichokuwa kikipenda maishani mwake. Daktari alitabasamu tena kwa namna iliyomfanya Ellie hisi wasiwasi zaidi. Alipotoka hapo aliingia kwenye chumba kingine na macho yake yakatua kwenye michoro iliyokuwa ukutani. Alivutiwa sana na ustadi wa msanii huyo. Mwanamke mmoja akampa kitabu cha sanaa na Ellie akaanza kukipitia. Lakini alipofungua ukurasa wa 3, uso wake ulibadilika mara moja. Alimvuta Rosie mpaka bustanini akampa kijiti na kumwambia chore mnara wa Eiffel ardhini. Rosie alipomaliza, Ellie alimpeleka mahali alipokuwa amekaa asubuhi ile na kumuonyesha mchoro wake mwenyewe. Rosie alisema michoro hiyo miwili ilikuwa inafanana sana, lakini Ellie alimwambia haikuwa kufanana tu, bali ilikuwa ni michoro ile ile kabisa. Kisha alifungua tena kitabu cha sanaa kwenye ukurasa wa 3 na humo kulikuwa na mchoro mwingine wa mnara wa Eiffel wenye mpangilio na uwiano ule ule kabisa. Ellie alianza kujiuliza kama hilo lingeweza kuwa bahati mbaya tu. Ugundue huo ulimfanya aanze kuingiwa na hofu kubwa. Wakati huo Rosie alipomwona Victor, mkuu wa kituo, alipendekeza waende kumweleza kuhusu jambo hilo ili waondolee mashaka, lakini Ellie hakukataa kabisa kwa sababu hakuwa na imani tena na mtu yoyote ndani ya taasisi hiyo. Hata hivyo, Ellie hakujua kwamba baada ya Victor kurudi ndani ya kituo, alienda moja kwa moja kwenye eneo la siri la kazi, akavua kofia yake maalum ya kujikinga na kuingia sehemu iliyokuwa kitovu cha taasisi, eneo maalum la kulelea watoto wachanga. Mbali na hapo kulikuwa pia na 300 ya viiniteve vya watoto vilivyohifadhiwa humo. Na hapo ndipo ilivyodhihirika kwamba kile kilichoonekana juu kama kituo cha kuwahudumia wajawazito kilikuwa kinaficha siri za tisha zaidi kuliko mtu yoyote angeweza kufikiria.